Kuna watu wengi wamekuwa na changamoto ya kuwa na harufu mbaya mdomoni. Vijana wa sasa hivi wanaita ni kutema cheche. Sasa moja ya vitu ambavyo wamekuwa kiuliza wengi, wamekuuliza chanzo halisi kinachosababisha harufu mbaya mdomoni ni nini, na inatokana na nini? Inatokana na wengi wamekuwa kibadilisha dawa ya meno, wengi wamekuwa kibadilisha mswaki, wengi wamekuwa wakifuata taratibu zile zote za kupiga mswaki, lakini bado wanatema cheche. Na hii mara nyingi unapokuwa unatema cheche huwa inatoa kujiamini, na watu unaweza kuwa unaongea na mtu unamuona anashika hivi au anakusikiliza kwa hivi, basi jua ndugu yangu kuna namna ambapo hauko sawa. Sasa hapa tutafahamu vyanzo, lakini pia tutaweza kufahamu namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Lakini namba moja ya kuondokana na changamoto hiyo ni kuamka asubuhi unakunywa maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali. Mimi na maji yangu ya uvuguvugu, hii video ni asubuhi hapa, na maji yangu ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali na kunywa. Kwa sababu maji ya uvuguvugu neutralize acid, asali inaondoa bakteria wabaya tumboni. Hiyo ni kodi namba moja nimekupatia. Sasa tuangalie sababu za changamoto hiyo. Namba moja ni kisukari kisicho dhibitiwa, ambayo mara nyingi unapokula sana vyakula vyenye sukari, lakini pia na ukiwa na kisukari kinatengeneza mazingira ya bakteria wabaya waweze kuishi na wewe. Ni chakula, yani ile sukari, kupo kwa sukari ni chakula kizuri kwa bakteria wabaya waendelee kuishi. Ndio maana wengi ambao walikuwa changamoto ya kisukari unakuta anakuwa anatema cheche, anakuwa na harufu mbaya mdomoni, ambayo ni ishara ya kwamba mwili wako unachoma mafuta vibaya moja kwa moja. Ndio maana unatema cheche. Kwa hiyo hakikisha kama una kisukari, tibu kisukari kwanza kabla ya kuangalia harufu mbaya mdomoni. Ndio maana hapa nitakuwa naambia utibu nini ili uweze kuondokana na changamoto hiyo, kwa sababu wengi mmekuwa mkimbilia kutibu dalili, sio chanzo cha nini, cha tatizo. Lakini namba mbili, kuna vyakula, kuna sigara na pombe. Wale wanaotumia baadhi ya vyakula vya vitunguu saumu ni kizuri, lakini kinasababisha mdomo wako kutoa harufu mbaya. Pombe, tumbaku, mara nyingi hii huwa vinapelekea harufu mbaya mdomoni, kwa sababu huwa inatoa gesi kwenye damu moja kwa moja na kutolewa kupitia pumzi. Kwa hiyo hakikisha unabadilisha baadhi ya vyakula, na wengi wenye changamoto ya harufu mbaya mdomoni wamekuwa kishauriwa kutumiwa vitunguu. Sasa vitunguu vinaongeza tatizo, na vitunguu havitakiwi kumeza, inatakiwa kiponde ukimeze ukichanganya na maji, ndio kinafanya kazi beta zaidi. Lakini pia tumbo na asidi kupanda juu. Hii ndio nataka sasa nikazie ili muweze kuelewa. Wengi wenye changamoto ya asidi, changamoto ya tumbo, huwa anakuwa na harufu mbaya mdomoni, kwa sababu tunasema kuwa na harufu mbaya mdomoni chanzo chako ni tumbo. Ndio maana nimekuwa nikiwaambieni kama una harufu mbaya mdomoni, una acid reflux, una vidonda vya tumbo, tibu acid reflux na vidonda vya tumbo, utakaa sawa, kwa sababu acid inapokuwa inapanda kooni huwa inatoa harufu kali, kwa sababu inatengeneza mazingira ya koo ambayo sio kabisa. Lakini pia vidonda vya tumbo una bakteria wabaya. Ndio maana nikwambieni kwamba kama una harufu mbaya mdomoni, unachotakiwa kutibu ni tumbo. Tumbo ndo chanzo cha tatizo kwa wengi kuwa na harufu mbaya mdomoni, kwa sababu huu wote ni mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Sasa we just imagine una bakteria wabaya mdomoni, tumbo lako haliko sawa, tumbo lako halisagi chakula vizuri, unafikiria nini? Asidi. Tibu vidonda vya tumbo. Na kama unateseka na vidonda vya tumbo, hakikisha unapata ile tiba ya kukausha vidonda. Wengi imekuwa mkitumia tiba mpati matokeo, kwa sababu baadhi ya tiba mnazotumia hazina zinki. Ina maana zinki kazi yake kubwa inaenda kukausha vile vidonda. Sasa tiba nyingi mnazotumia hazina zinki, ndio maana mnapokuwa mnazitumia mnapata matokeo mnapokuwa mnazitumia. Baada ya kuacha changamoto inarudi. Ni kwa nini? Kwa sababu vile vidonda havijakaushwa, namba moja. Lakini namba mbili, haujaweka ulinzi wa kuta zako za tumbo. Ndio maana ukitumia stomach acids unakaa sawa kabisa. Lakini kwa wale mnaosumbuliwa na acid, si umetumia nini bado hujapata matokeo, hakikisha unatibu valve inayounganisha kora chakula na tumbo. Hii hapo ndio unapoenda kupata msaada. Tofauti na hapo, basi ile koki itazidi kukusumbua. Hapa bado tunaendelea. Kama una changamoto hizi za asidi na vidonda vya tumbo, basi utaniambia hapo chini kwenye comment, niandikie asidi au niandikie vidonda vya tumbo, nitaweza kukupa msaada zaidi. Lakini pia maambukizi ya pua na sinusi. Wengi wamekuwa na sinusi, wengi sinusi wanaifahamu ile yaani unasikia mtu akihisi kitu chochote, vumbi na nini, unakuta anapikicha kabisa.
anapikicha. Wengi mmeshaona hiyo changamoto, lakini pia hata kama una mtoto wako unaona changamoto hiyo, basi jua hiyo ni changamoto ya sinus, na hii changamoto ambayo inahitaji kupata suluhisho. Na hii inatokana nini? Ule ute unaposhuka nyuma ya koo mara nyingi huwa inakuwa ni kama chakula kwa bakteria kuweza kuchakata, na hiyo inatoa harufu mbaya. Lakini pia utahisi pua yako inaziba, maumivu ya uso, lakini pia na kukohoa usiku. Unapoona kakikohozi kasikoisha, ni hatari kwa afya yako. Magonjwa ya fizi, fizi kuoza, fizi kutoa damu, hii inatengeneza usana, inatengeneza bakteria na harufu mbaya mdomoni. Ndio maana tumekuambieni hakikisha mara nyingi unakuta kama fizi zako zinavuja damu, hakikisha hapo unatafuta suluhisho, kwa sababu fizi ni chanzo kikubwa au ni chanzo kimojawapo kinachosababisha harufu mbaya mdomoni. Lakini pia koo kukauka na kukosa mate, koo kukauka na kukosa mate huwa kunapelekea bakteria wazuri na kuacha mazingira ya bakteria wabaya. Sasa wengine kufanya hivi tu tunasubiri ushauri wa daktari. Maji tu unasubiri ushauri wa daktari. Ndugu yangu, koo likikauka, wale bakteria wabaya wataweza kuongezeka, kwa sababu utatengeneza mazingira ya bakteria wabaya. Lakini pia koo yenye maambukizi, tonsils, moja ya changamoto kubwa nimekuwa nikwambia, mafindo au tonsils inasababisha harufu mbaya mdomoni, ule uvimbe, kwa sababu inatengeneza ule usaha. Kwa hiyo hakikisha unatibu changamoto hiyo, itakusaidia kuondokana na harufu mbaya mdomoni. Una tonsils, acha kusumbuka na miswaki, sumbuka na tonsils. Na kama bado unasumbuka na tonsils, umefanya operation mara kwa mara, changamoto inarudi, ina maana bado hujatibu chanzo cha tatizo. Chanzo cha tatizo ni tezi, unatakiwa kutibu tezi. Ndio maana wengi wanaotumia tiba yetu hakuwa kufanya matokeo, kwa sababu tunatibu chanzo cha tatizo ambayo ni tezi. Lakini pia tunasema ulimi mchafu. Sasa hii ulimi mchafu hii haina hata masuala mengi, ni wewe kuhakikisha unapopiga mswaki na ulimi usipige tu. Wengi hapa hatupigi, piga ulimi mswaki. Sawa, itakusaidia, kwa sababu ulimi ukiwa mchafu utapelekea harufu mbaya mdomoni. Lakini pia bakteria wanaooza ndani ya mdomo. Bakteria wanaooza ndani ya mdomo, ambayo inatokana nini? Inatokana na mabaki ya chakula yale yakikaa kwa muda mrefu, utengeneza bakteria wabaya, na meno huo yanaoza. Kwa hiyo meno yakioza yatatoa harufu mbaya mdomoni. Lakini suluhisho, tunasuluhisha vipi ili changamoto? Tibu tumbo lako, kwa sababu ukitibu tumbo unakuwa umetibu mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Hapo utaweza kuondokana na changamoto ya harufu mbaya mdomoni. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Una changamoto ya kiafya, niandikia hapo kwenye comment changamoto ulionayo. Kama ni vidonda vya tumbo, niandikie vidonda vya tumbo. Kama ni acid, niandikie acid. Kama ni pressure, niandikie neno pressure. Yani niandikie changamoto inayokutesa ili uweze kupata msaada. Karibu na Mungu akubariki.